Easy TV Ubwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligiraliwa n'ebigori byonsi. Tube. So kutoka hapo wamekuwa kinisaidia imefika mahali wamechoka. Hawana na yenyewe hawana, ukienda kulilia mtu atachakua kuna. Sasa hii tube inamsaidia, lakini kwa sasa imeharibika. Hii tube imeharibika. Amerudi chini. Mtoto wa 2 years and a half ako na kilo 6.5. Mtoto wa kilo 2. Mtoto wa 2 years and a half. Sasa kama leo nilikuwa nimepeleka kwa OC, wakaniambia wanataka kumuadmit nijue vile nitafanya pesa ya tube itapatikana apeleke kwa ward. Nikaambia kusema kweli mimi sina hata pia kurudi nyumbani sina. Sister moja tu ndiye amenitolea kanipatia hizo 2 nikapata pesa ya kuteremka. Jayden has since been feeding using the tube, but it's now spoiled and leaking and can barely feed the young baby. Niliambia by Friday nilikuwa nijumtu hali ya mtoto inaendelea kuwa mbaya. Na hawezi kaa bila kukula. So unasikia kilo zake ni kilo 6.5 na ni mtoto wa 2 years and a half. After hapo mimi ndio maana nimejileta kwenye mnisaidie. Because mtoto wangu apate matibabu. Baba yake alipasi nikiwa na mimba ya 3 weeks. So nimekuwa nikingangana na yeye mtoto nikiwa peke yangu. Ndio nataka mnisaidie at least mtoto ni tu mniokolee tu hali ya mtoto wangu. Sina mtoto mwingine hivi. The wails of Jayden is a cry for help, and he needs the tube replaced urgently. Hivyo venye unaona kiwika hivyo ni njaa. Nikikuja nimtoa hiyo maji yenye tubu yenyewe ikifika kwa tubu yenyewe inatoa huku kwenye imekatika huku. Unatoka imetoka kwa hivyo venye unasikia na hivyo ni njaa. Natuma alie si kitu kingine. Akona siku kadhaa kama hajakula. It's painful. Mtoto akilia nasikia uchungu. Daktari amesema hii pipe inafaa kuwekwa as soon as possible. Tumeanza kuitafuta na najua mtoto atasaidika. And thank you for your support. Tuzidi kusupport. Use that number on the screen na Mungu akubariki na Mungu akuzidishie. We don't give because we have a lot. We sacrifice. Vaa viatu za huyu mtoto. Ama parent. Unaweza kuwa mzazi wa mtoto. Unaweza kuwa ndugu, dada wa huyu mtoto. Tushikane, tusaidie huyu mtoto. Rosi kupenda kwake kuwa hapo. You can imagine from age 6 months mpaka wa leo mtoto amekuwa akipitia maumivu. Let's do this. Tuzidi kusupport. Poverty and lack has engulfed Felicina, and she at times cannot afford to feed her son, making him go without food. She is in debt for rent and can barely afford her daily needs. Mimi mwenyewe hata nikikosa kukula, ninasikianga tu niko sawa, lakini mtoto ndio sina amani. Nilikuanga kazi, hata nikiwa na mibaka nilikuwa naenda kazi, ninajifanyia kila kitu.
hivi venye unaona nyumba yangu haikuwa hivyo. Kuna mahali nilikuanga huku tu Kayole, na ilibidi juu hiyo miezi 6 nilikaa Kenyatta, nilishindwa kulipa hiyo rent. Wakabidi wachukue vitu za nyumba, nikabaki hivyo. Hata ni bahati tu hizi nilipata, juu nilibidi niingilie chief ndio anitetee nichukue vitu zingine, karibu ashukue vitu zote. Sasa hiyo niko na mtoto mgonjwa, hanihurumii. Sasa kutoka hapo vile niliingia hii nyumba mwezi wa 3 sijailipa, na bado ni pesa ninadaiwa. Kiateka tu anakuja, uombe Mungu tu landlord asikuja, kikuja itakuwa shida kwangu, lakini ujikakamu utafute hiyo pesa. Sasa tu nitafanya aje? Sijui mimi mwenyewe. Najaribu kutafuta kazi lakini upati. Kama juzi tu niliitwa kazi ya kufua mahali, na nikachukua mtoto wangu nikampeleka daycare. Kutoka kufanya hiyo kazi kurudi kuchukua mtoto, mwenye daycare aliniambia nisimlete hapo tena. Juu aliniambia ni riski sana, juu watoto wengi wako hapo, ni riski sana hii kitu, mtoto atafurutwa na watoto wengine na itakuwa shida kwake. Nikamhamisha hiyo daycare nikaenda ingine. Hivyo tu. Hiyo tu ndio walikuwa naongea tu hiyo kitu moja. Nikashindwa nitafanya nini? Mtoto wangu si atakufa njaa. Na mimi tu mtoto ameangalia, kuna mtu mwingine. Ama kazi nilikuanga na kazi mzuri sana. Kazi nilikuwa naenda, hata niliacha hiyo kazi last year mwezi wa 6. Ilibidi mwenye kazi anifute juu kila saa nafunga kazi napeleka mtoto hosi. Na si ujue mimi nataka mtoto wangu apone, lakini yeye anataka kazi yake ifanywe. So ikabidi niache kazi, yeye atafute mtu mwingine aandike. Na yeye alikuwa mzuri juu alikuwa amenikubalisha kwenda na mtoto. Sasa mimi hapa ikawa inaniletea shida. Kukula kwangu ni shida. Unasikia nyumba niko karibu kufunga. Ni vile tu kiateka ni mama anani understand. Na nilikuja tu kumlilia. Mimi sina uwezo. Tafadhali.